Warsha ya kuwasilisha matokeo ya awali ya mradi wa tathmini ya mapato ya kaboni kama njia endelevu ya uwezeshaji kifedha katika uhifadhi wa misitu ya jamii Tanzania imefanyika jijini Dodoma, huku mgeni rasmi akiwa Profesa Agnes Sirima ambaye ni rasi wa ndaki ya misitu, wanyamapori na utalii katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Warsha hiyo imehudhuriwa na wadau mbalimbali wakiwemo wawakilishi kutoka taasisi za serikali, asasi za kiraia, taasisi za kitaaluma na utafiti, mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na wawakilishi wa wananchi kutoka wilaya za Mvomero, Korogwe, Mwanga, Mbulu na Tanganyika ambako ndiko mradi unatekelezwa. Lengo la warsha hiyo lilikuwa ni kuwasilisha na kujadili matokeo ya awali ya mradi pamoja na kukusanya maoni ya wadau kwa ajili ya kuboresha utekelezaji wa mradi. Katika hotuba yake, Profesa Sirima ameeleza kuwa lengo la mradi ni kutathmini uwezekano wa kutumia mapato yatokanayo na biashara ya carbon kama njia endelevu ya kifedha kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa misitu ya vijiji, kulinda bioanuai, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha maisha ya jamii kupitia usimamizi shirikishi wa misitu. Lengo la jumla ni kupata matokeo yatakayoonyesha uwezekano wa uendelevu wa biashara ya carbon, hatimaye kuwawezesha na kuwajengea uwezo wadau ili kuwa na uelewa wa pamoja kuanzia ngazi ya kitaifa hadi vijiji juu ya biashara ya carbon. Malengo mapana ya mradi huu ni pamoja na kulinda msitu na bioanuai nyingine zinazopatikana humo, kukuza maendeleo endelevu na kupunguza umaskini katika misitu ya Tanzania. Dkt. Kajenje Magesa ni kiongozi wa mradi huo na hapa anabainisha mpango wa mradi kwa siku zijazo. Baada ya kuchakata matokeo haya, hatua itakayofuata ni kujenga uwezo. Tunawajengea uwezo wadau mbalimbali kuanzia ngazi ya kijiji hadi ngazi ya kitaifa. Na tunawajengea uwezo kwa aina mbili. Tutakuwa na warsha ambazo zitakutanisha wadau mbalimbali kuanzia ngazi ya kijiji hadi ngazi ya kitaifa, lakini pia tutawachukua wananchi ambao wana nia kuingia katika hii biashara ya carbon kwenda kutembelea maeneo ambayo yanatekeleza hii biashara tayari. Wananchi ambao wameshafaidika na biashara. Kwa hiyo wananchi hao wataenda kule kujifunza kwa wenzao kwa namna gani wamefanikiwa kufanya biashara ili nao wanapoingia katika hii biashara wawe na uzoefu wa kutosha. Mradi unatekelezwa katika wilaya 5 ambayo ni wilaya ya Korogwe, wilaya ya Mvomero, wilaya ya Mbulu, wilaya ya Mwanga na wilaya ya Tanganyika. Sisi tunawasaidia wananchi ili waweze kufanya maamuzi ambayo yanafaa. Kwa hiyo tutawajengea uwezo wa wananchi na tukishawajengea uwezo itakuwa ni jukumu lao kufanya maamuzi kuingia kwenye biashara au kutokuingia kwenye biashara. Lakini sisi kama mradi tutakuwa tumeshawaeleza faida zilizopo kwenye biashara na pia hasara zilizopo kwenye biashara. Lakini maamuzi ya kuingia kwenye biashara yatakuwa ni ya kwao. Naye Profesa Gimbage Mbeyale ambaye ni miongoni mwa watafiti katika mradi huo anasema matokeo ya awali yanaonyesha kuwa katika maeneo ya Mbulu na Tanganyika, licha ya baadhi ya vijiji kuanza kunufaika na biashara ya carbon, bado uelewa wa viongozi na wananchi kuhusu usimamizi wa misitu, biashara ya carbon na taratibu zake ni mdogo. Kwa miaka mingi kumekuwa na juhudi kubwa za utunzaji wa misitu ya hifadhi ya vijiji. Lakini bado kumekuwa na changamoto ya kupata fedha, rasilimali fedha itakayoweza kusaidia katika hali ya uendelevu ili kuweza kuhifadhi na kusimamia misitu hii ili iweze kuwa mizuri, iwe katika hali nzuri. Vijiji vingi vinahangaika, vinafanya kwa juhudi zao wenyewe, lakini mafanikio ni madogo na uharibifu wa misitu unaendelea. Ukataji wa miti, upanuzi wa mashamba kwenye maeneo na uvunjaji wa sheria unaendelea na usimamizi unakuwa dhaifu kwa sababu hakuna nguvu ya kutosha ya kifedha kuweza kusaidia shughuli mbalimbali ambazo kwa kweli ni za gharama, zinagharimu kuweza kuzunguka, kuangalia usalama wa misitu, lakini pia kuisimamia katika hali endelevu. Lakini tunaangalia mapungufu ambayo yapo ambayo yanahitaji tuwajengee uwezo na baada ya kuwajengea uwezo wanaweza kuwa na nafasi nzuri ya kuchagua kuingia kwenye mradi kwa haraka iwezekanavyo.
Kwa upande wake Bwana Isaac Emmanuel kutoka ofisi ya makamu wa rais mazingira anasema mradi huu ni muhimu kwa serikali kwani utaongeza uelewa kwa wananchi kuhusu usimamizi wa misitu sambamba na kutoa fursa za kiuchumi kwa jamii zinazoshiriki katika uhifadhi. Fikia wananchi wa hali ya chini kabisa wa chini kupata elimu ya jinsi ya kujiunga na biashara ya kaboni na incentives za kaboni kwa wao wananchi wenyewe na kwa pato la taifa. Kwa hiyo mradi huu ni potential sana kwa serikali, kwa sababu sasa hivi tunataka tufanye biashara ya kaboni hii iwe ni biashara ambayo ya uwazi kwa wananchi wa kipato cha chini na wananchi wa chini kabisa ambao wao ndio wenye misitu, ili waweze kufahamu kwamba jinsi ya kujiunga na biashara hii. Kwa upande wao Bwana Majid Temba na Bwana Korosai Parasimo ambao ni viongozi walioshiriki kwenye warsha hiyo wanaeleza hisia zao kufuatia matokeo ya awali ya mradi. Cha tathmini, tumependa sana wenzetu wa carbon watufikirie na waje katika kijiji cha Masimba. Tuna hifadhi, msitu wa hifadhi. Japokuwa changamoto zipo ndogo ndogo. Watu wanavamia, wanafyeka, lakini tunakamata, sheria tunapitisha, tunawaadhibu na wanaacha. Hata sisi ambao vijiji mbalimbali au vijiji ambao tujaingia kwenye mradi wa Hewa Ukaa, basi tunatamani kuwa na ile hali, sababu tunaona kwamba wale wenzetu waliotangulia wameweza kupata ule mradi na kuweza kusaidia jamii, kwa maana ya wanakijiji. Zinasaidia wanafunzi kuweza kusoma, lakini pia pesa hizo zinasaidia katika kujenga madarasa ya shule. Mradi huo wenye kauli mbiu inayosema kufungua uwezo wa maliasili, kutoa suluhisho kwa mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha maisha, unafadhiliwa na idara ya mazingira, chakula na masuala ya vijijini ya Uingereza DEFRA kwa ushirikiano na United Kingdom International Development pamoja na Development Alternatives Inc. sambamba na mfuko wa International Science Partnership Fund.